Habari. Karibu kwenye mwendelezo wa makala zetu hapa Positivity Media. Leo nimekuletea historia ya shujaa mpiganaji kutoka taifa la Afrika Kusini, aitwaye Shaka Zulu. Karibu ungane nami mwanzo hadi mwisho wa makala hii yenye historia na mikasa ya kusisimua. Katika historia ya bara la Afrika, majina machache yameacha alama nzito kama jina la Shaka Zulu. Alikuwa si tu mfalme wa Wazulu, bali alikuwa mbunifu wa kijeshi, mjenzi wa taifa, na mtu aliyebadilisha kabisa mwelekeo wa historia ya kusini mwa Afrika. Kwa wengine, Shaka ni shujaa wa kipekee, aliyelinda heshima na nguvu za Waafrika dhidi ya maadui waliowazunguka. Kwa wengine, alikuwa mtawala mkali, aliyesababisha maumivu makubwa kupitia vita na upanuzi wa himaya yake. Lakini bila kujali mtazamo, jambo moja halipingiki: Shaka Zulu alibadilisha historia. Utoto wa maumivu na kukataliwa. Karibu mwaka 1787 hadi 1802. Shaka alizaliwa takriban mwaka 1787 katika eneo ambalo leo ni South Africa. Baba yake alikuwa Senzangakona, chifu wa ukoo mdogo wa Wazulu, na mama yake aliitwa Nandi. Hata hivyo, kuzaliwa kwake hakukupokelewa kwa shangwe. Kwa mujibu wa mila za wakati huo, wazazi wake hawakuwa wamefunga ndoa rasmi. Kuzaliwa kwake kulionekana kama aibu kwa ukoo. Yeye na mama yake walidharauliwa na kufukuzwa. Shaka alikulia katika mazingira ya chuki, kejeli na umaskini. Alimwona mama yake akiteseka na kudharauliwa. Maumivu haya ya utotoni yalijenga ndani yake azma ya kuthibitisha thamani yake. Wakati wengine walimwona kama mtoto wa fedheha, yeye alianza kujiona kama mtu mwenye hatima kubwa. Baada ya kufukuzwa, Shaka alipata hifadhi chini ya uongozi wa Dingiswayo, kiongozi wa muungano wa Wamtetwa. Hapa ndipo maisha yake yalibadilika. Dingiswayo aligundua haraka uwezo wa kijeshi wa kijana huyu. Shaka alijifunza nidhamu kali ya kijeshi na mbinu za kupanga majeshi kwa makundi ya rika. Alikuwa mrefu, mwenye nguvu, jasiri vitani na mwenye akili ya kupanga mikakati. Umaarufu wake miongoni mwa wanajeshi uliongezeka haraka. Kupaa madarakani 1816. Mnamo mwaka 1816, baba yake Shaka alifariki. Kwa msaada wa Dingiswayo, Shaka aliteuliwa kuwa kiongozi wa ukoo wa Wazulu. Lakini wakati huo, Wazulu walikuwa ukoo mdogo tu. Hawakuwa dola kubwa. Hawakuwa na ushawishi mpana. Shaka hakuwa na ndoto ndogo. Alitaka kujenga ufalme. Shaka alifanya mageuzi makubwa ya kivita yaliyotikisa eneo zima la kusini mwa Afrika. Mkuki wa Iklwa. Badala ya kutumia mikuki mirefu ya kurusha, Shaka alibuni mkuki mfupi wa kuchoma uliitwa Iklwa. Hii iliwalazimisha wanajeshi kupigana uso kwa uso, jambo lililoongeza ukali na ufanisi wa mapambano. Shaka pia alianzisha mfumo maarufu wa kivita: kifua, nguvu kuu ya kushambulia mbele kwa mbele; pembe, vikundi vya kuzunguka adui pembeni; kiuno, kikosi cha akiba. Mbinu hii ilifanya jeshi lake kuwa hatari sana. Nidhamu isiyolegeza. Shaka alisisitiza mafunzo makali, kutembea umbali mrefu bila viatu, adhabu kali kwa wasiotii. Jeshi lake likawa mojawapo ya majeshi yenye hofu kubwa zaidi katika eneo hilo. Kipindi cha Mfegane, kusagika. Upanuzi wa Shaka uliambatana na kipindi kinachoitwa Mfegane, yani kusagika. Katika kipindi hiki, makabila mengi yalivunjika na kusambaratika. Watu walihama kwa wingi. Dola mpya zilianzishwa. Watafiti bado wanabishana kuhusu kiwango ambacho Shaka alichangia moja kwa moja katika machafuko haya. Hata hivyo, hakuna shaka kuwa sera zake za kijeshi zilibadilisha ramani ya kisiasa ya eneo hilo. Ujenzi wa ufalme wa Wazulu. Shaka hakubomoa tu, alijenga pia. Makabila aliyoyashinda aliyaunganisha badala ya kuyaangamiza kabisa. Vijana waliingizwa jeshini. Utii ulihamishwa kwa mfalme badala ya ukoo. Alijenga dola yenye muundo wa kati, nidhamu na utambulisho wa pamoja wa Kizulu. Kwa muda mfupi, ufalme wa Wazulu ukawa nguvu kuu katika eneo la kusini mwa Afrika. Tabia na uongozi wake. Shaka alikuwa mwenye akili kali ya kimkakati, mwenye haiba na ushawishi, mjasiri na mwenye maamuzi thabiti. Lakini pia alikuwa mkali kupita kiasi, mwenye mashaka asiyesamehe kwa urahisi. Baada ya kifo cha mama yake Nandi, mwaka 1827,
Inasemekana aliingia katika huzuni kali. Hadithi za jadi zinasema aliagiza watu wote waomboleze kwa muda mrefu. Wale walioonekana kutohuzunika vya kutosha waadhibiwe. Baadhi ya simulizi hizi zinaweza kuwa zimeongezwa chumvi, lakini zinaonyesha jinsi alivyojulikana kama mtawala mkali. Kifo cha kusalitiwa 1828. Mnamo mwaka 1828, Shaka aliuawa kwa kusalitiwa na ndugu zake wa kambo, Dingane na Mshilangana. Walifanya njama kwa sababu waliogopa ukali wake, walitamani madaraka, waliona nafasi ya kuchukua uongozi. Baada ya kifo chake, Dingane alichukua madaraka. Kifo chake kilikuwa cha ghafla, lakini athari zake hazikuisha. Leo hii, Shaka Zulu ni alama ya ujasiri wa Kiafrika, uongozi wa kimkakati, fahari ya Kizulu. Historia yake imeandikwa katika vitabu, filamu na tafiti nyingi. Baadhi humuona kama mkombozi wa watu wake, wengine humuona kama mtawala mwenye ukali uliopita mipaka. Hapa ndio mwisho wa makala hii.